Hakufanya chochote. Nyoka hakunigonga na hakunizuru. Hakukudhuru. Hakunizuru, yani hakunifanyia kitu chochote kibaya. Au walikuwa wamefuata joto? Na hisi kitu kama hicho. Nyoka pia kwenye baridi waga wana asili ya wanatafutaga joto. Lakini sasa nilijiuliza kama kafuata joto, lakini mimi si binadamu. Kwa nini asingenigonga? Wakati mwingine kuvilingisha ile. Maana automatically anagusa mwili wako. Ndio. Mwili wa binadamu una asili ya joto. Ndio. Sasa sijui lakini hatuwezi kujua ni nini. Ni kweli. Au ni okay, hatuwezi kujua. Lakini ile nyoka nilikuja kupata habari baadaye. Nitakuhadisia huko. Okay, sawa. Kwa sababu pale tukio lililotokea nilibaki njia panda. Kama nyoka kajivilingisha kwangu, lakini kwa nini hakutoka? Wakati mwingine pale kwenye tukio nilihisi kwamba labda pengine miujiza ya Mungu kaniletea labda malaika, labda ile nyoka anilinde, unaona. Wote nilijiuliza maswali mengi. Sasa kadri muda ulivyokuwa unaenda hadi mazingira saa 4, mimi nina hali mbaya. Unaona bwana, damu zilikuwa zinaendelea kunitoka. Ushanielewa bwana. Ikabidi nitambae sasa. Kutoka kwenye ile shamba la miwa nikatambaa mpaka eneo la barabara. Unaona bwana. Kumbe bwana askari hawakuondoka. Kwa hiyo nilivyolala hadi usiku, yani nilivyolala kwenye tukio ambalo limetokea jioni, nimelala yani tukio limetokea ile ambao tumeruka sasa muda wa mchana. Sehemu ambayo tumetokea tukio, mimi nilivyokimbia na kujificha mule kwenye mashamba ya miwa. Kumbe askari waliweka doria pale. Na wakawa kabisa wameweka zile alama kama unaona nyumba umekuta labda imeungua. Wameweka ile isiku hairuhusi, yani kwa ina maana gari zikawa zinapita pembeni. Wakati huo mimi niko huku ndani, ina maana kumbe askari waliingia hadi kwenye mashamba ya miwa lakini hawakunipata. Sawa. Sio, unanielewa? Kwa hiyo hapo ndo nikaja kupata picha kwamba inawezekana labda yule nyoka ndo aliwatia wale kama upofu wasielewe. Kwa sababu ile shamba ni kubwa. Alafu serikali sidhani kama inashindwa kitu kwenye eneo lao. Kwa sababu nilikuta gari za askari zaidi ya 6 ziko na makamera na waandishi wa habari kila kitu. Unaona bwana? Ushanielewa hapo? Nakupata. Sasa ile hali ilivyokuwa mbaya nikuja kujitokeza hivi ndio nakuja kukuta kwamba kumbe pale kuna askari hawajaondoka. Unaona bwana? Sasa nikasemaje, kwa sababu hali ishakuwa mbaya, acha nitafute msaada. Sina jinsi yani, kwa sababu nitakufa sasa huku. Unaona bwana? Ndio ikabidi pia nijitokeze nikasota hadi barabarani. Barabarani ndo nikakutana na askari. Unaona bwana? Baada ya kukutana na askari wakanikamata. Na majeraha yangu. Huwezi kuamini, sikupelekwa mahakamani wala sikupelekwa wapi. Yaani nilipelekwa jela. Ulipelekwa jela? Yaani sijapelekwa mahakamani nikahukumiwe. Nilipelekwa moja kwa moja jela. Hospitali? Hospitali hawakunipeleka. Hospitali niliugulia hospitali ya jela. Nakumbuka niliugulia hospitali ya jela. Kitu ambacho walichonifanya kabla sijapelekwa jela, nakumbuka walinitoa pale wakanipeleka kwenda kuangalia maiti ya yule ndugu yangu. Unaona? Kwa hiyo ile maiti ilikuwa haiko hospitali. Yani si ushanielewa? Yani baada ya kubeba ile maiti hawakipeleka hospitali, walihifadhi polisi. Unaona bwana? Kwa hiyo mimi walivyonitoa pale, walinipeleka moja kituo cha polisi wakafunua. Unaona bwana? Yule mwenzangu ambaye akuruka, yule kumbe alitoroka usiku pale. Alikuja kunipa story baada ya kuwa tumekutana naye Bongo huko. Siku ya tukio hilo ambalo lilitokea pale. Kumbe yeye gari lilivyosimama, walivyomleta polisi, walikuwa hawajamfungia ndani, walimwacha akae na ile maiti. Sasa ule uzembe wa kumwacha akae na maiti, na yeye aliruka senyenge akakimbia. Kwa maana hiyo alirudi Johannesburg, maisha yakamshinda akarudi Bongo. Unaelewa? Yaani mazingira hapo ya kuachana na yule sasa. Sawa. Kwa hiyo mimi nilitolewa pale nikapelekwa jela, ndo mara ya kwanza naenda kufungwa jela ya Swaziland. Na inaitwa kuna clip nilikwambia bwana, nilifungwa Big Bend jela. Big Bend jela. Yaani ndo mara ya kwanza naenda kufungwa Big Bend jela nchi nyingine hiyo. Unaona bwana? Kwa hiyo nikatumikia kifungo cha jela mule ndani ya nilihukumiwa mwaka mmoja. Maka nilivyofikishwa pale jela na ugonjwa wangu yani. Ushaona bwana? Walinipeleka hospitali, na maana sikuingizwa selo, niliingizwa kwenye hodi za jela. Unaona, wakaja maaskari pale wakawa wanachukua maelezo, na baadaye askari wa jela wakaniambia bwana, wewe umehukumiwa, tia saini hapo, umehukumiwa mwaka mmoja. Ina maana hukumu ilitoka, yani hukumu nilisainisha mimi nikiwa nipo kitandani. Kitandani? Yani sijapelekwa mahakamani nikahukumiwe. Yani nilifikishwa moja kwa moja jela moja kwa moja kwenye hodi za jela. Kwa hiyo ina maana zilikuja karatasi za kusaini.
Sawa. Unaona? Hukumu ilishatoka kila kitu hapo hapo. Yaani hukumu zimetoka, yaani nimehukumiwa mmoja jela ambao kwenye hospitali za jela. Sawa. Unaona? Nikasema au hao wameshindwa, yaani mwenyewe katika akili yangu nikanajiuliza, hao wameshindwa kunipeleka mahakamani kwa sababu hali yangu ilikuwa mbaya. Labda pengine wameona hata tukimpeleka mahakamani siku ni ile hukumu itapita. Kwa nini tusimwaishe hospitali? Na kweli hali yangu ilikuwa iko mbaya. Kwa hiyo ina maana wao walinipeleka moja kwa moja jela na mule hospitali ndo nilipofikia. Kwa hiyo hata zile fomu za kuhukumiwa kujaza zilikuja pale pale odini yani. Okay. Ushanielewa hapo? Kwa hiyo pale nikasaini mwaka mmoja. Sasa jela nilofungwa hamna Mtanzania. Kulikuwa hamna Mtanzania hata mmoja. Na hakuingia Mtanzania yoyote kwa muda ambao nilikuwa nimehukumiwa mimi. Okay. Hakuingia Mtanzania yoyote. Kwa hiyo yale maisha yalikuwa magumu kwa sababu nimeingia mule wale wanaongea Kiswati. Na Kiswati mimi sikijui, mimi najua Kizulu tu. Hakuna hata neno moja unalijua. Yaani kilugha chao cha Kiswati mimi sikielewi. Ushanaelewa? Okay. Kwa mimi nikawa naishi kwa lugha ya Kizulu na nikajifanya kama mimi ni South Africa. Okay. Unaona bwana? Yaani kwamba kusema mimi kama mbongo walikuwa kila wafungwa wa magereza, yani wafungwa wapi wakiingia, mimi nilikuwa napiga makelele tu, oya, hamna mtu. Basi nakaa chini nalia sana. Mbona wabongo hawaingii? Unaona, miezi nazidi kwenda. Sasa kuna siku nilitolewa nikachimbe tuka nani kazi za nje, tukasafishe pampu za maji, za visima za maji ambayo zinaleta maji huku upande wa jela, ni ambayo tunaoga, tunatumia kufua, unaona bwana. Tukapewa zamu ya kuingia kwenye mashimo kutoa matope ili zile pampu zifunction kutoa maji yapande juu yaende kule kwenye selo zetu ambazo tunaoga na kufanyaje. Unaona bwana? Ndio. Basi siku bwana tumehesabiwa nimetolewa kazi ya nje, tumeenda nje, tumefanya kazi. Sasa ile kazi ilikuwa ngumu kwa sababu mashimo yalikuwa yanafika zaidi ya bega. Marefu. Alafu ndoo za chuma. Nafikiri kwa sasa hivi sidhani kama ndoo za chuma zipo. Na kama zipo labda mtu hao wenye kutengeneza mandoo ndo wanaweza wakazitengeneza. Unaona bwana. Kwa hiyo nikafanya sana ile kazi pale. Sasa mimi nilikuwa nafanya ile kazi, kumbuka kwamba uje Mtanzania anakuwa mtu wa speed yani. Yaani kwamba mkakamavu, mtu ameshemisha chap chap. Kumbe wale askari bwana magereza wakawa wanaona mimi kama vile labda mimi ndo nina nguvu sana. Wakawateua wale waswati wakae pembeni. Yaani wa relax. Mimi ndo niwe mtumwa wao. Upige kazi. Nipige kazi mimi. Kwa hiyo nikaendelea na ile kazi, ikafikia sasa nikawa nimechoka sasa. Nilivyochoka nikatupa ndoo juu. Baada ya kutupa ndoo juu, yule askari akaja akanikokea bunduki. Askari magereza. Akanikokea bunduki kichwani, kaniwekea hapo. Kichwani nakumbuka mimi ndio nilikuwa nataka niruke. Niwe juu ndio kwenye yale mashimo. Akanikokea bunduki juu hapa. Baada ya kunikokea bunduki, anataka kunipiga bunduki. Mimi ile bunduki nikaichukua nikaivuta na yeye nikamvuta na yeye akatumbukia ndani kwenye matope. Kumbuka kwenye matope kuchafu. Ushaona bwana. Kwa hiyo yule askari alivyodumbukia kwenye matope, ile bunduki akaipiga juu kweli. Sio hapo unanielewa ninachokueleza. Yaani yeye alikuwa kaniwekea bunduki kichwani. Kwa hiyo mimi nilivyotaka kuruka nikashindwa. Ina maana bunduki siko hapa, nilichokifanya ile bunduki mimi niliivuta bunduki ili kwamba yule askari adumbukie huku mimi nitoke. Kwa hiyo nilivyomvuta alivyodumbukia huku mimi nikaruka juu, yeye akaipiga bunduki juu. Ina maana mimi niliruka. Yaani maana yake kwamba alikuwa ile bunduki ningekaa na ile ingenipata. Sawa. Ushanielewa? Aliona kama vile mimi labda nataka nimbadilikie yani. Na mimi nilichoka. Basi nilivyodumbukia huku chini, mimi nilivyoruka tu pale nikajirusha kwa mbele. Ina maana bunduki imenikosa. Lakini alipiga bunduki kweli ambayo ilikuwa bunduki kama ningechelewa ingenipata. Sijui kama ningepona, sijui ningekufa. Unaona bwana. Baada ya hapo ile tukio lilipotokea, askari wengine nao wakakoke bunduki. Zoezi pale la kuendelea kufanya kazi ikawa mimi kama vile ndo nimelivunja. Unaona bwana. Baada ya hapo wakanikamata, wakanipiga pingu. Baada ya kunipiga pingu ikawa zoezi limeisha, nikarudishwa huku selo. Umeshanielewa? Baada ya kurudishwa selo huku, nakumbuka adhabu niloipata, nilipewa adhabu nijaze kuna chumba cha store nijaze mahindi. Yaani kuna store ambazo zinahifadhi vyakula vya jela. Kwa hiyo kuna magunia yana mahindi. Kwa sababu nilipewa mimi niliambiwa nichukue yale magunia ya mahindi niatoe store yani imetandikwa turubai.